Sasa tunaingia kwenye moja ya chapter ambazo Rich Dad Poor Dad inabadilisha kabisa namna mtu anavyoona dunia ya pesa. Sehemu ya 4 anasema the history of taxes, the power of corporation. Hapa Robert Kiyosaki aongei tu kuhusu taksi, anafungua historia ya mfumo mzima wa pesa na serikali. Kitu cha kwanza anachotaka uelewe ni hiki: taxes hazikuanza kama zilivyo leo. Ilianza kama njia ya mataifa kufadhili vita. Serikali zilikuwa zinahitaji pesa kuendesha majeshi, kulinda mipaka na kupigana vita. Chanzo kikubwa cha mapato kilikuwa ni raia. Lakini kilichobadilika polepole ni kwamba mfumo wa tax ukaanza kuwa sehemu ya maisha kila siku, na watu wakaanza kuzoea kwamba ukifanya kazi, ukipata mshahara, serikali inachukua sehemu. Hii ndio msingi wa pay as earn. Lakini Rich Dad anachokifungua hapa ni kitu ambacho watu wengi hawafundishwi shuleni. Matajiri na maskini hawalipi tax kwa njia sawa ya kihisia wala mfumo. Maskini na middle class hupata income, hulipa tax kwanza, halafu wanaishi kwa kilichobaki. Matajiri hupata income, kutumia sheria za corporate, kupunguza tax legal, kisha wanabaki na zaidi. Na hapa ndipo nguvu ya corporation inaingia. Corporation si tu kampuni, ni structure ya kisheria. Na ndani ya mfumo huo unaweza kulinda assets, unaweza kupunguza tax legal, unaweza kutenganisha personal liability na business. Kwa hiyo matajiri hawaoni corporation kama biashara tu, wanaiona kama legal tool of protection and growth. Hapo ndio Kiyosaki anasema kitu kinachochoma sana: the rich don't work for money, they work for assets that produce income within corporation. Na kwa lugha rahisi, maskini anafanya kazi apate mshahara, kisha analipa kodi, kisha anaishi maisha yake. Lakini tajiri hujenga asset inapata income, corporation inasimamia income, tax inapungua legal, na wealth inabaki kukua. Na hii ndio hidden gap kati ya classes, si tu kiasi cha pesa, ni mfumo unaotumika. Na psychological message ya chapter hii ni kubwa sana. Sheria hazijabadilika kwa ajili ya watu wote kwa usawa wa matokeo, zimejengwa kwa ajili ya wale wanaozielewa. Hapa ndipo financial literacy inaonekana kama power, kwa sababu mtu asiyejua structure corporation ataendelea kuona tax kama adhabu, lakini mtu anayeelewa anaiona kama game ya plan. Kiyosaki pia anaonyesha kosa la watu wengi. Watu hujenga pesa kwenye jina lao binafsi badala ya kujenga kupitia structure, na hilo linawafanya walipie tax zaidi, wapoteze protection, wawe exposed financially. Lakini matajiri kutenganisha identity ya binafsi na biashara, kutumia sheria kulinda wealth, kujenga system badala ya land or salary. Na hapa ndipo lesson ya chapter hii inaingia. Sio kila kitu kuhusu kufanya kazi kwa bidii zaidi, kuhusu kuelewa rules za mchezo unaochezwa, kwa sababu dunia ya pesa ni random, ina sheria zake, na wale wanaoelewa sheria hizo wana uwezo wa kucheza tofauti. Na mwisho wa chapter hii, ujumbe mkubwa ni huu: kama uelewi jinsi tax na corporations zinafanya kazi, utakuwa unafanya kazi ndani ya mfumo ulioundwa kukuchukua zaidi kuliko kujenga. Lakini ukielewa, unaweza kuanza kutumia mfumo huo kujenga uhuru wako wa kifedha. Usisahau fuatilia sehemu ya 5. Asante.